Vita vya Kongo ni vita vya makubaliano baina ya waasi wa M23 na serikali. Aidha ni vita vya kuondosha waasi wa M23 katika Jamhuri ya DRC. Fuatana na mimi kupitia Mbavu TV Online ili uweze kujua yale ambayo yanaendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Watu wengi wanaongea kwamba Mheshimiwa Jean-Jacques Purusi ambaye ni mbunge huenda anashirikiana na vikosi vya waasi wa M23 na kuwapatia sapoti moja kwa moja. Lakini pia watu wengi wanajiuliza kutokana na vita inayoendelea Kongo, ni vita ya aina gani? Vita ya maongezi ndiyo vita ambayo inaendelea DRC mpaka sasa. Kwa nini vita ya maongezi ndiyo inaendelea pale DRC, guerre conventionnelle? Kwa nini? Uvira ilifanikisha ilitekwa na waasi wa M23 pamoja na Bukavu. Ilivyoshikwa pale, baada ya hapo serikali ya DRC wakishirikiana na wazalendo walipambana vikali kuondosha waasi wa M23 katika mji huo wa Uvira. Iliwaondosha kabisa, na baada ya kuwaondosha, ili tujue kwamba vita hii ni vita ya maongezi, baada ya wazalendo wakishirikiana na serikali ya DRC kushikilia mji wa Uvira, hawakuendelea tena na angali kuna maeneo mengine ambayo yalikuwa yameshikiliwa na hao waasi. Baada ya kushika kitovu hicho cha Uvira, wangelipiga sasa moto, wangeliwasha moto ili washikilie miji mingine, lakini hiyo ilikuwa tofauti, na watu wengi tulikuwa tunaamini hivyo. Baada ya Uvira kukombolewa, ina maana mtutu utaanza hapo ili kuwaondosha waasi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini hiyo ilikuwa tofauti. Na kuna maeneo kama Kiliba, Sange na maeneo mengine mengi yalikuwa yameshikiliwa na waasi wa M23. Na pia tujiulize kitu fulani, mbunge Jean-Jacques Purusi, kwa nini watu wanasema kwamba mbunge huyo ni M23, mbunge huyo anashirikiana na waasi wa M23? Kwa nini watu waongee hivyo? Nikirudi nyuma, kipindi ambacho Bukavu imetekwa na waasi wa M23, mbunge huyu aliamuru kwamba vyakula vitoke Bukavu vishuke Uvira, ambako Uvira pia vile vile ilikuwa chini ya utawala wa M23. Sasa tujiulize kitu kimoja, mji ambao umeshikwa na waasi wa M23 ambao mji huo ni wa Bukavu, unawezekanaje utoe sapoti kutoka Bukavu kuingia Uvira? Na ngali hii hapa ni njia kubwa ambayo inaweza kuwaingiza waasi kwa namna yoyote hiyo, kupitia hayo mabasi ama maroli ama njia yoyote ile, kuwaingiza Uvira. Watu walisema sana na wakasema kwamba mbunge huyu anahusishwa na kushirikiana na waasi wa M23. Hiyo ikawa imeisha. Imekuja tena kipindi hichi ambacho Uvira imeshachukuliwa na ipo salama. Uvira ipo salama, waasi wa M23 wamefanikishwa kuondoshwa katika mji wa Uvira. Lakini pia taarifa zimezuka hivi karibuni kwamba mji wa Uvira upo mashakani kushikiliwa na waasi wa M23, kwa maana waasi wa M23 walisogea tena na kutafuta njia ya kuanza kuingia tena Uvira. Lakini cha ajabu tena, Jean-Jacques Purusi alitoa tamko na kusema kwamba njia ya kutoka Bukavu kuingia Uvira iachwe wazi. Hii ina maana gani? Kama mji huo upo mashakani waasi wa M23 kuingia, inatakiwa kuweka ulinzi wa hali ya juu, inatakiwa kufunga mipaka, inatakiwa kufunga njia zote ambazo zinaweza zikawaingiza waasi katika mji huo. Lakini hiyo imekuwa tofauti. Jean-Jacques Purusi ameamuru kwamba njia hiyo ifunguliwe. Hiyo ikawa imeonyesha dhahiri kwamba Jean-Jacques Purusi anashirikiana na waasi wa M23. Lakini sasa tujiulize, kama Jean-Jacques Purusi anashirikiana na waasi wa M23, serikali ya DRC iko wapi? Serikali ya DRC ina maana aioni Jean-Jacques Purusi anavyovifanya? Na pia mbunge anapotoa oda au oda zinapotoka, ni lazima serikali ijue kwamba kuna kitu fulani kinachoendelea, hichi kinaenda hivi, hichi kinaenda hivi. Na kama pia tujiulize kitu kimoja, kama Jean-Jacques Purusi hichi kitu anachokifanya kilikuwa kwa akili zake?
Kwa nini serikali ya DRC haijachukua hatua? Kwa nini serikali ya DRC haijamfunga? Hapa tunakuja kupata picha kwamba vita hivi vinavyoendelea ni vita vya makubaliano, na kile kinachofanya Jean-Jacques Purusi, huenda serikali ya DRC inajua, huenda serikali ya DRC inajua jambo hilo. Na kwa nini sasa ikose kuchukua hatua kali? Ina maana kwamba nyuma ya pazia kuna vitu ambavyo sisi wananchi hatuvijui. Nyuma ya pazia inawezekana kuna mikataba mikubwa ambayo serikali ya DRC imesaini na waasi wa M23. Sisi hatujui, lakini sisi tunaona yale ya juu kwa juu. Kwa nini? Serikali ya DRC ingelikuwa ina lengo ya kupiga muasi kuanza leo mpaka kesho, ama kunyang'anya miji ambayo muasi ameishikilia, serikali ya DRC ina huo uwezo na haiwezi ikachukua misheni chini ya miezi miwili tu. Inawezekana ni miezi miwili tu na muasi huyo akaondoshwa, ama mwezi mmoja tu na tukamuondosha sehemu zote. Lakini ni kwa nini vita inapiganwa kwa kusimama simama? Tunashika eneo fulani tunasimama, tunashika eneo fulani tunasimama. Leo ukiangalia mpaka sasa hivi kuingia Minembwe Centre imekuwa ni vigumu. Utasikia tumeshika huko, tuko Mikenge, tumeshika huko Kakenge, yani miji ambayo ni midogo midogo. Sasa ukiangalia kwa tathmini, kwa watu ambao wanajua eneo la Minembwe, hiyo miji ambayo nasema imeshikiliwa ni midogo sana, ambayo haijawa na percent kubwa kusema kwamba ni upiganaji. Lakini kwa nini hawajaingia pale Minembwe Centre? Hiyo inaonyesha kwamba vita vyetu tunavyopigana ni vita vya maongezi. Sasa kitu gani cha kufanya ili tuokoe jahazi? Kama nilivyokuambia awali, serikali ya DRC ama nchi ya Kongo ina mashujaa wengi ambao wana uwezo wa kupigana na kutetea taifa lao. Narudilia tena kusema, nchi ya Kongo ina mashujaa na majemedari wengi ambao wanaweza kusimama na kutetea taifa lao, kumuondosha huyu muasi wa M23. Na makamanda hao wana vikosi vyao ambavyo vimepachikwa jina la wazalendo, ambao kila kikosi kimoja ama kila jemedari mmoja anamiliki zaidi ya wanajeshi 500. Ni dhahiri kwamba anaweza kupigana, na tumeshaona mara nyingi wakipigana. Pale wanaposema kwamba tupigane, ni lazima wachukue mji. Wanaposema kwamba sehemu fulani tutapigana, ni lazima wachukue mji. Sasa kama wanasema kwamba sehemu fulani tutapigana na wachukua mji, kwa nini wasiendelee na huo moto kiasi kwamba wanaenda kushika sehemu zingine ambazo zimeshikiliwa na hao waasi? Ni kwamba viongozi hawa wa asili, mimi nasema viongozi hawa ni wa asili, sio viongozi wa serikali, ni viongozi wa asili, viongozi wa wazalendo wakae chini, wazungumze, wawe kimoja na watathmini vita hivi vinavyoelekea. Maana wasije wakakaa nyuma ya serikali wakajikuta kwamba nguvu yao inashushwa huku nguvu ya waasi inapanda kuwa juu. Maana wanapotaka kupigana wanaambiwa kwamba tuishie hapa, tusipigane, tusiendelee mbele, usikute kwamba walipokuwa wanapigana kupitia oda yao wao wenyewe, hawa viongozi walikuwa wanapigana mtutu mzuri tu, na huenda watu wengi walikuwa wanasema huu ndo mwisho wa waasi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini serikali ya Kongo ikaja kuwaona na ikasema kwamba njooni, nyie mtakuwa ni silaha, mtakuwa ni silaha ya akiba kwa serikali ya DRC. Ina maana wenyewe watakuwa wanafuata oda kutoka kwa serikali ya DRC. Wenyewe hawana oda ya kupigana, wanajiamulia tunaenda kupigana sehemu fulani, tutapigana mpaka sehemu fulani. Hapana, wenyewe wanafuata oda kupitia serikali ya DRC. Kwa hiyo kupitia hilo
hawa wakubwa inabidi wakae chini, wazungumze, wakae wajue wanafanya kitu gani ili kupigana vita hivi. Ni kuunda tume ama kikundi haswa, tunasema kikundi cha majasusi, kikundi ambapo kipo kinyume na serikali ya DRC kupitia oda zao, na kikundi hicho hakitakuwa chini ya hawa watu, kitakuwa kikundi ambacho kimeundwa kwa niaba ya kuleta amani ama kwa niaba ya kupambana kinyume na zile oda za kusitisha mapigano, kwamba tuishie tumepigana katika eneo la Sange, mfano tumepigana katika eneo la Sange, tusielekee Kiliba. Hapana, pale oda inapotoka tusielekee Kiliba, kikosi hichi kinatumwa kwa siri, kinaenda kupambana na kuleta suluhisho. Hiyo itakuwa ni nzuri zaidi sana kuliko kwamba kila siku tunasikia tunapigana, tunaishia sehemu fulani, tena waasi hao wamekuja wamerudi wanashika tena huo mji tena. Ina maana hapa sio vita, ina maana hivi ni mchezo, kwamba tupigane leo tushike hapa tena turudi nyuma. Juzi hapa tumesikia kwamba Uvira ilikuwa imeshakuwa hatarini kuingiliwa na waasi wa M23 na jeshi la DRC. Wanajeshi wa FARDC wengi walikimbia vita hivyo kabisa, wakasarenda, lakini wazalendo ndio waliposimama tena wakasema kwamba tutapigana, ndipo tena amani kidogo imekuja kuwa nzuri. Kwa hapo kuna kitu gani hapa? Tunatakiwa tufanye nini? Tunatakiwa tutenge misheni za siri za hawa wazalendo, misheni za siri za wazalendo. Wazalendo wakae chini, watenge kikosi maalum ambacho kitakuwa kinapigana na kitakuwa chini ya mtu fulani, kitakuwa ni kama kikosi cha kijasusi kinachopigana kuwaondosha waasi wa M23 katika maeneo ambayo wameweza kuyashikilia. Kwa hiyo kitu ambacho nataka niwaeleze leo ndugu zangu wa Kongomani, kwamba vita inavyoendelea pale DRC ni vita ya makubaliano, sio vita ya kuondoa M23 moja kwa moja. Hapana, ni vita ya mkataba, ni vita ya karatasi, ni vita ya dokumenti. Hilo ni liweke wazi, ni vita ya dokumenti. Kwa hiyo ndugu zangu, kile ambacho mnakiongea kwamba Jean-Jacques Purusi sijui ni M23 anafanya hivi, huyo ni mmoja tu ambaye tunamuhisi. Wapo wengi, na hicho kitu ni mkataba ambao DRC imeingia kwamba haiwezi kapambana mpaka sehemu fulani, au anatakiwa asapotiwe, huyu anatakiwa alegeze kamba huku, huyu mwingine anatakiwa alegeze kamba huku. Ina maana ni mchezo, huyu anapambana hapa anamwachia mwenzake hapa, huyu anapambana hapa. Sasa mwisho wa siku itakuwa ni kitu gani? Mwisho wa siku tunajenga nini? Mwisho wa siku tunapambania nini? Tutajikuta kwamba tutakuja kufeli baadhi ya maeneo. Imagine hapo zamani vilikuwa vikiendelea vitu kama hivi, lakini jemedari mbavu moja alisimama na kuanzisha vita vya ambush. Kwa nini na sisi leo tusifate zile njia ambazo mbavu moja alizianzisha kupambana vita na kuvimaliza? Tusimame Wakongomani. Na nakala hiyo naipata kupitia Bav TV Online, na kwa wewe ambao hujaweza kusubscribe kupitia YouTube channel yetu, basi tunakusihi uweze kusubscribe